Usiangalie hii peke yako. Kivuli cha msitu kinachoita majina. Usiangalie hadithi hii ukiwa peke yako, kwa sababu kuna watu walisikia sauti hii na hawakurudi tena. Na mbaya zaidi, wengine wanasema mpaka leo bado inaita majina ya watu. Usiku ulikuwa mzito sana kijijini. Upepo ulivuma taratibu ukipita kwenye miti mirefu iliyozunguka nyumba za udongo, ukitoa sauti ya ajabu iliyofanana na minong'ono ya watu waliokuwa wakizungumza kwa siri. Mbwa walibweka kwa mbali, kisha wakanyamaza ghafla, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kimewafanya waogope. Ilikuwa ni ile aina ya usiku ambaye hata mtu jasiri angehisi kuna kitu hakipo sawa. Amani, kijana wa miaka 22, alikuwa amelala chumbani kwake, akigeuka kitandani. Usingizi ulikuwa haumjii vizuri siku hiyo. Kulikuwa na kitu moyoni mwake, hisia nzito ambayo hakuweza kuielezea. Tangu mchana alikuwa akisikia hadithi kutoka kwa wazee wa kijiji kuhusu msitu uliokuwa nje kidogo ya makazi yao. Msitu huo uliitwa kwa jina la kutisha, msitu wa kivuli. Wazee walidai kuwa watu waliowahi kuingia humo usiku hawakurudi kama walivyoingia, na wengine hawakurudi kabisa. Amani alicheka tu aliposikia hadithi hizo. Aliona ni hadithi za kutisha tu zilizotengenezwa kuwazuia vijana wasiingie msituni usiku. Lakini sasa, akiwa amelala peke yake gizani, alikumbuka kila neno alilosema. Na ghafla, hadithi zile hazikuonekana za kawaida tena. Dakika chache baada ya saa 7 usiku, ilitokea. Amani. Sauti ilikuwa ya chini, ya kuvutia, lakini pia ya kutisha. Amani alifumbua macho yake ghafla. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Alikaa kitandani, akasikiliza kwa makini. Chumba kilikuwa kimya. Hakukuwa na mtu. Alijilaza tena, akijaribu kujituliza, lakini sekunde chache baadaye, Amani, njoo. Safari hii sauti ilikuwa wazi zaidi. Ilikuwa kama inatoka nje ya nyumba yake. Amani alimeza mate. Mwili wake ulisisimka. Alishuka kitandani polepole, miguu yake ikigusa sakafu baridi. Alitembea hadi dirishani na kuchungulia nje. Hakukuwa na mtu, lakini mbali kidogo, karibu na njia inayoelekea msituni, kulikuwa na kivuli. Kilisimama kimya, kikiwa kimefunikwa na giza, lakini kilionekana wazi kabisa kwa macho yake. Hakikuonekana kama binadamu wa kawaida. Kilikuwa kimenyooka, kirefu kidogo kuliko mtu wa kawaida, na kilikuwa kimesimama bila kusogea. Kisha kikageuka taratibu na kuanza kutembea kuelekea msituni, kama kinamwita. Amani hakujua ni kwa nini, lakini miguu yake ilianza kusogea yenyewe. Alitoka nje ya nyumba bila hata kuvaa viatu. Upepo baridi uligusa ngozi yake, lakini hakujali. Macho yake yalikuwa yamekamatwa na kile kivuli kilichokuwa kinaenda mbali zaidi, hatua kwa hatua. Kila alipokaribia, kivuli kilisogea mbele zaidi, mpaka alipofika kwenye mpaka wa msitu. Hapo ndipo alisimama kwa sekunde chache. Aliangalia nyuma. Nyumba za kijijini zilikuwa mbali sasa, taa za mafuta zikionekana kama nukta ndogo ndogo. Moyo wake ulimwambia arudi, lakini sauti ile ilirudi tena. Amani, karibu. Ilikuwa sasa karibu sana, kama iko ndani ya kichwa chake. Bila kufikiria zaidi, akaingia msituni. Ndani ya msitu kulikuwa na giza nene. Matawi ya miti yalizuia hata mwanga mdogo wa mwezi kupenya. Harufu ya udongo wenye unyevu ilijaa hewani. Kulikuwa na ukimya mzito uliokatizwa tu na sauti za wadudu na upepo uliopepeta majani. Amani aliendelea kutembea. Dakika chache baadaye alisikia kitu. Hatua. Nyuma yake. Alisimama. Hatua nazo zikasimama. Aligeuka haraka. Hakukuwa na mtu. Alipumua kwa nguvu, akijaribu kujituliza. Ni mawazo tu, alijisemea. Akaanza kutembea tena. Hatua zikaanza tena. Safari hii zilikuwa wazi zaidi, kama kuna mtu alikuwa anamfuata. Amani alianza kuogopa sasa. Aliongeza mwendo, lakini hatua zile zikaongeza mwendo pia. Alikimbia, na hatua zile zikakimbia pia. Alijikwama na kuanguka chini kwa nguvu, mikono yake ikachafukwa na matope. Aligeuka haraka, akitetemeka. Na hapo ndipo alipoona macho mawili
yanang'aa gizani, na chini yake sura ambayo haikuwa ya binadamu. Ngozi yake ilikuwa nyeusi kama kivuli, macho yake yalikuwa mekundu yakimetamita, na tabasamu lake lilikuwa pana kupita kawaida, likionyesha meno marefu na kali. Kiumbe kile kilimwangalia moja kwa moja, kisha kikasema kwa sauti ile ile aliyosikia mwanzo, "Amani, umefika?" Amani alipiga kelele na kujaribu kusimama, lakini miguu yake ilikuwa dhaifu. Kiumbe kile kilianza kusogea kwake pole pole, hatua kwa hatua, bila haraka. Na kila kiliposogea, sauti nyingine zikaanza kusikika. "Njoo, usikimbie, huwezi kutoka." Ilikuwa kama msitu mzima umejaa sauti. Amani alisimama kwa nguvu zote na kukimbia bila kuangalia nyuma. Matawi yalimpiga usoni, miiba ikamchana mikono, lakini hakusimama. Alikimbia mpaka pumzi yake ikakatika. Kisha ghafla alisimama. Mbele yake kulikuwa na nyumba ndogo ya zamani iliyokuwa imejificha ndani ya msitu. Mlango wake ulikuwa umefunguka kidogo, na kutoka ndani kulikuwa na mwanga hafifu. Amani alisita kwa sekunde chache. Nyuma yake alisikia tena zile hatua. Kiumbe kile kilikuwa kinakuja. Hakukuwa na chaguo. Aliingia ndani ya nyumba. Ndani kulikuwa na baridi kali. Ukuta ulikuwa umejaa alama za ajabu kama michoro ya zamani. Katikati ya chumba kulikuwa na kiti, na juu yake kulikuwa na kitu kilichofunikwa na kitambaa. Mlango ulifungwa zenyewe kwa nguvu nyuma yake. Amani aligeuka kwa mshtuko, na sauti ile ikarudi tena, sasa ndani kabisa ya chumba. "Umechelewa." Kitambaa kile kikaanza kusogea chenyewe pole pole. Kikaanguka chini, na kile kilichokuwa juu ya kiti kilikuwa ni mtu, lakini si mtu wa kawaida. Ilikuwa ni maiti iliyokauka, macho yake yakiwa wazi na mdomo wake umefunguka kama anataka kusema kitu. Na kwa sauti ya chini kutoka kwenye maiti ile, "Usitoke, utakuwa kama sisi." Amani alipiga kelele kwa nguvu sana, na ghafla giza likamfunika. Asubuhi ilipofika, watu wa kijiji walikusanyika nje ya msitu. Kulikuwa na alama za miguu zikielekea ndani, lakini hakukuwa na alama za kutoka. Amani hakuwahi kuonekana tena. Lakini tangu siku hiyo, watu wengi waliripoti kusikia sauti usiku, ikiita majina yao. Na wengine walidai kumwona Amani akiwa simamo pembeni ya msitu, kama kivuli kinamwita mtu mwingine, "Njoo." Na sasa swali ni moja tu, kama leo usiku utasikia jina lako likiitwa, utaitika? Kama umeipenda hadithi hii ya kutisha na unataka niendelee na sehemu nyingine kali zaidi, bonyeza subscribe sasa hivi, usikose hadithi nyingine za kutisha zaidi. Like video hii ili watu wengine pia waione. Andika comment uniambie kama ungeweza kuingia msituni au ungekimbia mapema. Na kuambia ukweli, hadithi inayofuata itakuwa kali zaidi. Usikose.